tuko na mwenyekiti wa Musoma Veterans. Tunashukuru sana kuwa na wakati na wewe, na tunashukuru pia kwa wakati mwingine mtapokuwa na kitu basi mtakaribisha. Yegowasu TV, tuko katika uwanja Warigani Tanzania. Hii ni Yegowasu TV, sauti ya jamii, na hii ni Yego Updates. Lakini pia nazidi kukumbusha tukuzidi kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usisahau kusubscribe. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Ruben Richard Ruhende. Kwa nafasi ni afisa elimu taaluma, niko Musoma DC. Lakini kwa nafasi pia kama nilivyosema ni mwenyekiti wa Musoma Veterans. Musoma Veterans ni klabu iliyoanzishwa mwaka 1990 na malengo makubwa ya Musoma Veterans ni kuwakutanisha wachezaji waliocheza katika ligi mbalimbali miaka ya nyuma. Lakini sio hivyo tu, Musoma Veterans kwa kuanzisha ilikuwa ni kwa sababu ya kujikinga na magonjwa ambayo yanaepukika. Kwa mfano kisukari, kuna magonjwa pressure hizi. Kwa kufanya mazoezi watu tunaamini na tunakubali kwamba afya zetu zinakuwa nzuri na ni bora. Lakini pia tukaona kuna kila sababu wasiocheza zamani watu wanapata shida ya mtu anakuwa mpweke, kipato kimepungua. Kwa hiyo tukakubali kwamba tunapokutana basi tunafarijiana na kupeana mambo mengine mbalimbali. Tunajenga mahusiano makubwa sana na wenzetu. Yaani hapa wale tulikutana na mtu, nikutana naye chuo, nikutana naye sekondari, nikutana naye wapi. Kwa hiyo mnakutana unajua kumbe Ruhende yupo kumbe tunakutana Magoe yupo, nani yupo. Kwa hiyo tunajua anakuwa. Lakini swala jingine ni kukutanisha familia zetu kwa na umoja. Rai yangu mamlaka husika zinazohusiana na michezo serikalini kuanzia kwenye ngazi za halmashauri na wilaya, tunapaswa kuona kuna wimbi la watoto hapa, kuna wimbi la vijana linapitia wakati mgumu sana. Na wimbi nao lihisi ni ya vijana hawa ambao timu zao zinashuka daraja au wanaacha mpira katika wakiwa na umri mdogo na wana uwezo mkubwa na hawawezi kuonwa zaidi. Lakini kingine nilikuwa nadhani kwamba timu zetu kubwa za ambazo ziko kwenye daraja la kwanza zifanye scouting nzuri, zipite kwenye baadhi ya mikoa kuangalia watoto wazuri wanapotea na vipaji vyao, badala ya kuanza kuachukua wachezaji kutoka Kongo ambao wakati mwingine tukiwatizama uwezo wao ni mdogo kabisa, hawezi kukompiti na watu wanao huko. Lakini kwa sababu katoka Kongo, katoka Malawi, katoka wapi, ni nchi hizo za kwetu. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kama tungewapa kipaumbele Tanzania wenzetu katika shughuli za kimipira, naamini kabisa tungefika mbali sana. Tunao wakina Mwamnyeto wengi, tunao wakina Dennis Nkane wengi, wapo tu mtaani, wanaishia kwenye ndondo, wanaishia nini, matokeo yake bangi, pombe, hawana faida kwenye jamii tena. Asante. Mwenyekiti, of course malengo makubwa ya hili bonanza ni kuendelea kukutanisha vilabu mbalimbali vya michezo. Lakini pia lengo letu kubwa ambalo tulikuwa tunawaza kama fursa itakuwa imepatikana siku moja, tuliwaza kwamba timu za veterans kanda ya Ziwa, nikiwa na maanisha Bukoba, na meni Bukoba, Shinyanga, hizo ambazo zote kuja huku, siku moja tukutane wote katika eneo moja kwa lengo la kufanya mazoezi na kuenjoy umri wetu tulionao. Na kumshukuru Mungu umefikia kwa hatua hii, basi ndio malengo yetu makubwa hayo, kwamba siku moja tukutane wote. Lakini kikubwa zaidi kudumisha uhusiano na upendo. Mbele yangu na kiongozi wa Biashara Veterans, atajitambulisha kwa majina. Hapa ni Yegowasu TV, sauti ya jamii, na tupo katika bonanza la Mwalimu Nyerere Day. Karibu sana kiongozi. Kwa majina naitwa Melvin Nation Utieno, ni kaimu mwenyekiti wa Biashara Veterans na mwenyekiti wa mipango na fedha na mjumbe wa kamati tendaji na mratibu wa mashindano haya kwa upande wa timu yetu ya Biashara Veterans. Unayazungumziaje mashindano ya mwaka huu na miaka iliyopita? Mashindano ya mwaka huu ni mazuri kwa sababu timu zilizoshiriki ni nyingi, tofauti na mwaka jana. Timu mwaka huu zimeshiriki timu 10. Kwa hiyo timu zimekuwa nyingi na ushindani umekuwa mkubwa tofauti na misimu mingine iliyopita. Unazungumziaje swala la timu kualikwa na kutokufika, linaathirije mashindano kiujumla?
Kwanza timu ikialikwa na isifike, jambo kubwa ambalo linalotuvuruga cha kwanza ni ratiba. Inavuruga kabisa kwenye upande wa ratiba. Kwa hiyo kuna watu ambao watapewa pointi za mezani ambazo hawajacheza. Kitu ambacho katika mashindano yetu ya sisi watu wazima ya veterans, hizi biashara za kupeana pointi za mezani si nzuri. Sisi huku tunapenda tucheze tuenjoy na upate pointi kweli umecheza umeenjoy. Sahihi. Biashara nyie hamna bonanza, lakini huwa mnashiriki katika mabonanza ya watu wengine. Je, mnazungumziaje na nyie kuanzisha bonanza lenu kwa ufupi kabisa? Katika mpango wa muda mrefu, unajua kuna mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Mpango wa muda mrefu katika kalenda yetu, mwakani tunategemea kuanzisha bonanza la biashara veterans. Kwa hiyo liko katika mpango wetu kwamba katika kalenda yetu ya mwakani tutakuwa na bonanza letu. Tutatoa tu taarifa ni lini, tarehe na ni mwezi gani, lakini tuna mpango huu. Sawa, jambo la kuiasa serikali ama kushauri timu zingine za veterans ambacho kitakuwa kitu cha mwisho kabisa kutoka kwangu. Je, unao la kusema? Tunashauri serikali iweze kutusaidia katika mabonanza yetu. Katika bonanza letu ili kama tunaona kabisa ukitaka kuangalia hatuna viongozi wa serikali waliohudhuria. Labda viongozi waliokuja wamekuja wenyewe personal tu kwa kuja kwa interest zao. Kwa sababu hapa ilitakiwa iwe ofisi ya mkuu wa mkoa awepo ofisi ya mkuu wa wilaya, mwakilishi wake, haya maafisa michezo wapo, kuna afisa michezo wa ofisi ya mkuu wa mkoa, kuna afisa michezo wa manispaa, hao wote ambao hii ni michezo ambao wageni wamekuja katika mkoa wetu. Tuna watu wengi, tuna timu 9 zimekuja katika mkoa wetu. Kwa hiyo hata ile population leo imeongezeka. Leo kuna watu wengi katika mzunguko wa pesa. Leo imepatikana bodaboda watapata pesa, wenye magesti leo watapata pesa, wenye vyakula watapata pesa. Umeangalia kuna watu pale hata wa vinywaji ambao ni hapa watapata pesa. Kwa hiyo hata katika mzunguko wetu wa mji wetu katika bonanza hili kuna huo mzunguko umekuwepo. Asante. Kwa majina naitwa Rema, captain wa timu ya Netball Biashara Queens. Timu inapatikana Msoma mjini, mkoani Mara. Dada, kama ukiangalia mashindano haya yanaweza kuwa mashindano yenu ya ngapi kushiriki? Kwa hii bonanza la kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere? Ndio. Kwa kumbukumbu zangu ni mara ya pili. Mara ya pili. Na mmeona kitu gani kimebadilika hasa upande wenu mkijiongelea nyie? Kwa kitu kilichobadilika ni timu kuwa chache tu. Timu zimekuwa chache tofauti na mwaka jana. Lakini masuala ya mipango, mifumo, kuanzia kiwanja na the way bonanza lilivyokuwa limeonesha kitu gani kwenu nyinyi katika mashindano hayo ukiachilia mbali kuzungumzia uchache wa hizo timu? Hali ya uwanja kweli sio nzuri. Tunaomba uwanja ufanyiwe marekebisho. Uwanja wenyewe unahitaji marekebisho makubwa. Alafu kingine naona kwa upande wa timu za netball au timu mechi za netball maandalizi ni kama vile mchezo wetu umesaulika. Kwa sababu tunafika uwanjani ratiba hatuifahamu, hakuna referees mpaka tuanze kutafuta sisi wenyewe, kujua sisi wenyewe ratiba tupange sisi wenyewe. Kwa wadada au wanawake walioko nyumbani, mimi nachowashauri waje kwenye mazoezi, waje kwenye michezo, wajiunge na michezo. Michezo mbali na kwamba michezo ni afya, lakini pia michezo inatengeneza mahusiano. Dada, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Saumu Ashimwidi. Mimi ni kiongozi wa michezo kwenye chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia. Bonanza ni nzuri, linavutia. Kuanzia asubuhi mpaka mida ya sasa hivi, kuanzia mechi zimeanza, ushindani ni mkubwa. Ushindani ni mkubwa. Timu zimejipanga kwa ujumla, sio kwenye mpira wa miguu au kwenye netball, lakini napenda kuangalia zaidi kwenye mpira wa miguu. Ushindani wake ni mkubwa, timu nyingi zipo na zimejipanga, lakini kwa upande wa netball bado mwamko ni mdogo kwenye bonanza hili siku ya leo. Unahisi ni kwa nini timu za netball zimekuwa chache katika mashindano haya? Nafikiri uhamasishaji wa ndani yani wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kama timu za mpira wa miguu zilokuja hapa, kila timu ingebeba wadada wake kwa ajili ya timu za netball, nafikiri shindano ingekuwa mkubwa, lakini nashangaa
timu za mpira wa miguu ni nyingi, lakini netballers hawajaja. Kwa hiyo nafikiri ni ndani kwa ndani wenyewe hawajaamua kuhamasishana. Aliyekuja timu yake ya mpira wa miguu tulitegemea awe na timu yake ya netball kwenye mashindano haya. Unatamani bonanza lijalo liboreshwe kitu gani? Okay, asante. Kwa mimi kwa upande wangu natamani bonanza lijao, kwanza waandazi wa bonanza napenda kuwashauri kama hili ni bonanza la kumwenzi baba wa taifa, lifanyike ile bonanza kwanza wiki before kilele cha Mwalimu Nyerere, kwa sababu tunaona mwaka huu bonanza limekuja mbele. Yaani kilele cha Mwalimu Nyerere kishapita, haileti maana au ladha ya ile bonanza husika. Na washauri next time bonanza linalokuja waliandae bonanza mapema kabla ya kilele cha Mwalimu Nyerere. Natamani bonanza hilo limeshafanyika, ile siku ya Nyerere Day iwe kilele cha bonanza hili ili iwe maana halisi ya hii Mwalimu Nyerere Day iwe ya bonanza, yani ilete maana yake. Kwanza kabisa naitwa Mohamed Ndege, ni corporate staff wa Altel. Bonanza hili limetumika moja kwa moja kutangaza biashara zetu kwa sababu ni wadhamini mojawapo ambao tumeshiriki kwenye bonanza hili. Kama Altel tuna huduma mbalimbali ambazo tumewaletea hapa wateja. Huduma hizo zipo hapa kwenye banda letu. Tuna huduma za wifi, tuna huduma za line special kwa ajili ya internet M2M, tuna huduma za mkopo wa simu. Huduma tulizonazo ni nyingi sana. STV tuko hapa katika uwanja wa Karume nikiwa na mmoja kati ya wafanyabiashara ambao wamejitokeza siku hii ya leo katika bonanza hili, na ana biashara yake. Atatuambia ni nani na anafanya biashara gani hapa, na atatuambia faida alizozipata katika bonanza hili hasa moja kwa moja katika biashara yake. Karibu dada. Kwa jina naitwa Perusi Bonifasi. Mimi ni mmoja wa mfanyabiashara Musoma. Nafanya biashara ya bia. Faida niliyoipata bonanza hii, nimefurahi sana. Tumejumuika na watu mbalimbali mikoa tofauti. Faida iliyopo ni nzuri kwangu, mimi naona iko sawa. Asante sana. Mimi naitwa Martin Mumbara. Mimi ni kocha wa Musoma Veterani kama kocha msaidizi. Niko kwenye haya mashindano, sisi ndio waandalizi wa haya mashindano ya maveterani. Kama mwalimu au kama kocha, unazungumziaje timu yako au unazungumziaje mashindano kiujumla mpaka hatua hii mliofikia sasa hivi? Mashindano kwa ujumla mpaka sasa hivi yanavyoendelea, mashindano tu yako sawa sawa. Nafikiri hakuna malalamishi yoyote wala hakuna matatizo yoyote yaliyotokea. Ila tunaangalia nikasema kwamba mimi nitakuwa mshindi kwa mashindano haya. Mashindano haya yako tafu, kila timu imejiandaa na kila timu iko vizuri. Sawa. Kuna wageni mmewaalika, je? Nyie wenyeji mko wangapi hapa? Kwa hapa kwa Musoma mjini tupo sisi Musoma Veterani na Biashara United. Na hisi kati yenu kuna mmoja atapata kombe ama kombe litapanda gari kuelekea mkoa mwingine? Inawezekana kabisa mmoja wetu akapata kombe. Kwa majina naitwa Charles Koba, ni goalkeeper wa Biashara United Veterans. Binafsi kabisa mashindano haya Nyerere Day yamekuwa na ushindani mkubwa kuzingatia timu zote zinatoka sehemu tofauti tofauti, kanda ya Ziwa na kanda za jirani zinakuwa zimejipanga vizuri, lakini pia si kama Biashara United Veterans tumejipanga vilivyo, na mpaka hivi sasa tunaendelea vizuri na mashindano, na imani bado mashindano yako upande wetu na tunaweza kufanya vizuri zaidi. Najua mnawaheshimu wapinzani, lakini swali la kizushi la kichokozi, je, kombe linaweza likabaki kwenu? Kwa namna tulivyofanya maandalizi na kwa namna benchi yetu ya ufundi lilivyojitosheleza, ni zaidi shahidi kwamba tunahitaji kombe hili liweze kubaki kwenye timu ya Biashara United Veterans.